samani. Unajua kwa sasa unipendi. Unanichukulia kama adui. Lakini pamoja na hayo haimaanishi kwamba mimi nahitaji turudiane. Lasha. Nahitaji niishi na mwanangu, afikisha wewe uendelee tu na mambo yako. John, nisikilize kwa makini. Hata iweje siwezi kupatia mwanangu. Kipenzi. Leo nimeamua nikulete katikati ya ziwa uone jinsi mandhari yalivyokuwa mazuri, na uone palivyo patulivu. Sijui unayaonaje haya mazingira? Nimependa mazingira mazuri. Wow. Unajua kipenzi, unapokuwa na furaha wewe, mimi ndo ninavyokuwa na amani. Ninafarijika sana kukuona ukiwa na furaha. Sidhani kama nitakuwa na furaha nyingine zaidi ya kumuona kipenzi changu anafurahia, anaenjoy maisha kama haya. Kweli? Ninakuwa na amani sana. Hiyo pia. Unajua kipenzi, wewe ni mwanamke mzuri sana. Na nikikutazama sikumalizi. Na sidhani kama nitakuja kupenda tena mwanamke mwingine kama nilivyokupenda wewe. Kwa nini? Kwa sababu wewe uko hapa. Na sidhani kama kuna mtu anaweza kukubandu hapo. Bana unatania. Maneno unayozungumza na ndio kweli halisia kabisa. Mimi nadhani kwenye nafasi yako ya upendo kwangu, akitoka mama, wewe ndo unafuata. Kwa sababu ya kuitwa mwanamke bora. Wow. Nimefurahi kusikia hivyo. Mpenzi. Yes. Hivi hatima ya mapenzi yetu ni nini? Kipenzi, kuhusu hatima ya mapenzi yetu usijali, kwani ninao mpango mkakati wa kufunga ndoa mimi na wewe. Nahitaji uwe mke wangu halali na niwe mmeo halali kabisa. Wow, kweli? Kweli kabisa. Si unajua jinsi ninavyokupenda wewe, na sidhani kama kuna mwanamke mwingine ninayeweza kumpenda kama ninavyokupenda wewe. Penzi, na hapa nipo naweka tu mazingira sawa. Yatakapokuwa sawa tu, nadhani tutatengeneza bonge la harusi. Ni bonge la sherehe watu haijawahi tokea eti. Kweli? Kweli kabisa. Acha uongo bana, unandanganya. Kweli, yani maneno unayozungumza ndio kweli mwenyewe halisia kabisa. Yawe niamini mimi penzi. Kwa nini mpaka siku? Hadi.
Karibu. Oh, Bwana John. Balozi. Naam. Karibu. Habari vipi? Sasa kweli karibu. Salamu zako? Nzuri. Sawa. Karibu na kusikiliza. Bwana, mimi sio mkaaji sana. Nimekuja tu kukupatia taarifa. Taarifa gani balozi wangu? Mkeo alikuja kutoa malalamiko kuhusu wewe na yeye, na inaonekana hamko vizuri. Kwa hiyo nimekuja kukupatia taarifa hii, kesho mje kwangu wote kwa pamoja. Sawa balozi, mimi nimekuelewa, nitakuja. Sawa. Okay, asubuhi njema. Haya, kila la heri, karibu. Hamna noma. Bwana John, mimi nimewaita kwa pamoja ili kusudi tuweze kujadili swala ambalo nilikuelezea jana. Kuhusu wewe na mkeo kuna utofauti kidogo. Kwa nataka tulizungumze kwa amani ili amani iweze kupatikana. Tuanze na Teddy. Balozi, mimi kwa kweli ninashindwa kuelewa ni kwa nini huyu mwanaume nimeacha naye muda mrefu, lakini nashangaa ameshakuwa kunifuatilia, yani ananifuatilia, nimeshamuonya mara kibao hataki kuelewa, alafu istoshe ameshaunda njama ya kumuiba mwanangu. Sasa hapo mimi kwa kweli balozi nashindwa kuelewa. Kwa upande wako Bwana John? Unajua balozi, huyu Salma ni mwanangu. Ndio. Nina haki ya kujua maendeleo yake na afya yake pia. Lakini huyu hataki. Nimeshamwambia mara kadhaa kwamba hata mara moja naomba nimuone mwanangu, umlete, anakataa. Sasa mimi sioni kama ninakosea endapo nikienda kumfuata, kwa maana nyumbani kwake ninapafahamu. Hivi mwanaume huyu mtoto hakuhusu nini? Nishakuja kwa kuomba msaada hata siku moja? Au shawahi kumsikia mara bila? Mimi nashoba sana wewe mwanaume. Ndiye mtoto huyu anatia. Dada, mwanao tumefanya vipimo na tumegundua kuwa anauma kifua. Na ugonjwa unasababishwa na baridi, vyakula vya baridi. Sasa nakusii kwamba wewe unavaa sweta muda mwingi. Afu kuzingatia sasa hivi tupo wakati wa baridi. Kwa yani mtoto kama unakimwatengeneza kwenye baridi na akaa katika mazingira ambayo sio sahihi, ni lazima na matibabu yake ni yani inagharimu shilingi 20. Napenda kuuliza kidogo hapo. Sawa. Umesema kwenye swala la gharama. Vipi gharama haipungui hata kidogo? Hapana. Gharama yani ipo sawa kabisa. Na mtu anakuwa na kushauri kwamba angeta dozi bado mapema. Yani makina inaonekana ni anaumwa sana. Kwa hiyo ningekushauri yani dozi yake mapema. Sawa. Ngoja nikaongea na baba wa mtoto, alafu baadaye nitaleta hiyo hela. Okay, sawa. Fanya tu kwa hai. John, unajua ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Na sijawahi kupinga kwa kila kitu unachokifanya. Lakini kwa hili yeye nakupinga bro. Kwa nini ulimfukuza mkeo? Salum. Usilijua ni sawa na usikuagiza. Mke wangu mimi ninampenda sana. Napata wapi jeuri ya kumfukuza? Ni yeye tu aliamua kuondoka akaanza kuishi maisha yake. Sasa ukiwa kama mwanaume ulichukua maamuzi gani? Mimi sikia wewe, mtoto anaumwa, yupo hospitali. Anaumwa? Ndio. Kwa hiyo unamaanisha kalazwa au? Ndio, amelazwa. Alafu inahitajika pesa. Kuna uwezekano wa kutoka leo, lakini inahitajika pesa. Sambura kwa sasa sina pesa. Unasemaje wewe? Sina pesa. John, unabali kuwa mwanao anaumwa? Ndio nafahamu, na yupo hospitali. Kwani kipi kinaendelea? Mtoto kalazwa hospitali na kuna pesa zinahitajika. Teddy mama Salma. Ondoka tu bila kuniambia maendeleo ya mtoto.
Wewe anakuhusu nini? Lakini kumbuka yule ni mwanangu. Salum. Salum. Bro. Vipi mzee? Fresh nyanya. Basi mambo yanaendaje? Topo. Sana. Vipi maisha wapi? Mambo yanazidi kuwa magumu. Yule mwanamke hataki kabisa kunielewa. Nampatia pesa mkononi anaikataa. Sasa nilikuwa nahitaji unisaidie jambo moja. Kitu gani? Nilikuwa naomba nikupatie pesa zionekane kama zimetoka mkononi mwako, lakini mimi ndiye niliyekupa. Okay. Fanya hivyo. Okay. Leta. Yeah. Basi haina shida. Ngoja nijiandae kwanza afu baadaye nitampelekea. Haya, poa, fanya hivyo. Karibu. Vipi, ushapata pesa? Mwanaume, hebu kuwa na haya basi. Yaani kirahisi tu unaniuliza ushapata pesa, wakati unajua kabisa mwanao Salma yupo hospitali, alafu unaanza kuniuliza maswali ya kijinga kama haya. Basi samahani kama nimekosea. Nasi kiasi kidogo hicho tutakusaidia ukizi mahitaji yako, maana ukipata nimesota sana hizo. Alafu kumbuka, wewe ndio uliyesababisha mimi nikatoka kwangu, nikavunja mahusiano yangu na John. Sasa basi, ukishindwa kumlea mwanao Salma, nitarudi kwa John akamlee. Oh, Salma mwanangu. Karibu. Vipi zako nyumbani? Umemwaga mama? Hapana, nimetoroka tu. Uone kama baadaye ukirudi atakupa adhabu? Kwani nimefanya vibaya kuja? Sio kama umefanya vibaya mwanangu. Umefanya vizuri, lakini mtoto mzuri ni yule anemwaga mamake kila anapokwenda. Usijali. Nitakurudisha baadaye jioni nyumbani hata kuchapa. Sawa? Baba, kwa nini mama huwa hakupendi? Salma binti yangu, sio kwamba mamako anipendi, mimi ananipenda sana. Unanielewa? Kwa nini kila akiniona na wewe huwa anakasirika? Usijali mwanangu. Hebu nenda ndani ukapate chai. Sawa? Fanya upesi. Maskini John anampenda sana Salma. Sijui siku akija kugundua kuwa sio mwanae, ni mtoto wangu, sijui itakuwaje. Acha tu anisaidie kulea.
Vipi bro? Mbona asubuhi kuna usalama kweli? Yaani kama vile umeniota. Usalama haupo bro, hata kidogo. Ndio. Bwana jana. Salma alikuja nyumbani kwangu asubuhi. Nimeshinda naye wewe kutwa mpaka jioni. Ndio. Nimefika jioni nikasema wacha nimrudishe kwa mama yake. Nimemrudisha, nimefika kwa mama yake. Akaanza kunitolea maneno machafu sana mbele ya yule mtoto. Mimi nikapoa chini. Baada kama dakika moja akawa ameingia ndani na yule mtoto. Umeona? Akaanza kumpiga. Sasa mimi niliposikia mtoto analia, nikaenda kuuliza pale, vipi kuna shida gani? Mbona mnafanya hivyo, mtoto anakosa gani? Nikaonekana bado mimi mbaya. Akaamua kunitolea maneno machafu tena, akanimwagia maji ya moto. Yaani mambo yanazidi kuwa mabaya. Sasa bro, mbona naona yani kama vile kwa nini usingeacha naye tu yule mwanamke ukafuata maisha yako? Maana naona mnakoelekea mtachomana hadi visu eti. Unafikiri basi kuna shida kuachana naye? Mimi sina shida naye. Nachokitaji mimi niishi na mwanangu. Kwa mfano jamaa, hadi wewe rafiki yangu. Sasa nani atakaa upande wangu? Na mambo ni saliti. Kitanda mdogo wangu. Naomba nikuulize swali. Hivi unaelewa nini kuhusu mapenzi? Kaka, kwa nini umeniuliza hivyo? Nikuuliza hivyo kwa sababu najiona mimi nina bahati mbaya sana kwenye mapenzi. Hususan ni swala la mke wangu. Anaisumbua sana akili yangu. Na hayo yote yanatokana na rafiki yangu niliyemwamini. Na yeye ndio sababu kubwa ya kufanya mimi na yeye tutengane. Kwa maana kwa siku ya leo nimemfuma mke wangu akitoka kwa rafiki yangu, na inaonyesha kabisa kila dalili wana mahusiano. Kalen, Abe, najua unatamani sana tufunge ndoa. Na hata mimi nilikuwa natamani sana iwe hivyo. Lakini mimi nimeona ni vyema zaidi nikupeleke kwanza nyumbani nikakutambulishe. Nitafurahi sana kama utafanya hivyo mpenzi. Nimefurahi sana kusikia hivyo kipenzi. Na ndo maana nilikuchagua wewe. Natumai mama akikuona atafurahi sana. Hivyo basi ingekuwa ni vyema zaidi tukaondoka kesho asubuhi. Mimi ningejua leo mpenzi jamani. Kaka, umesema kwamba mke wako hakutaki, hakuhitaji wala kusamini. Unajua siku zote msemo wa wengi unasema kwamba kitu ambacho hakiliki hata kama ukifoski vipi, uwezo kalo kalizika. Kwa ni heri ukaachana naye ukaangalia wanawake wengine. Ukiangalia sensa ya mwaka huu imeonyesha kwamba ina wanawake wengi, kana kwamba mwanaume unaweza kuwa wanawake zaidi ya 3 na kwa mudu. Kwa kusiendelee kung'ang'ana na mwanamke mmoja. Shida sio kuachana naye, nampenda na unajua kitanta. Unampenda sana. Okay, sasa hilo ni jukumu lako, kusuka au kunyoa. Ushanielewa kaka? Sawa. Okay, mambo mengine sasa. Kipenzi. Ni vyema leo tukafanya kwanza maandalizi. Tukaenda tumejiandaa vizuri. Unajua hata kule wanahitaji na wao kufanya maandalizi fulani. Tutaondoka kesho asubuhi kipenzi. Sawa.
Salum. Naam Kitanda. Samahani lakini kwa usumbufu najua nitakuwa nimekutoka ni mishemishe zako na kuwa unapiga homo hapo hapo. Bila samahani. Okay, kabla uti tena tapunguza neno samahani kwa vitu utakavyoona kukuuliza. Bila samahani. Ila ni kwa wema tusio kwa ubaya. Eti ni Teddy nani yako? Teddy. Teddy ni shemeji yangu. Mbona of course ni majibu anayonipatia tofauti na yani kuna maana kuna fununu nazisikia lakini nashangaa unaniambia tena majibu napata tofauti. Okay. Kwani kabla ya hapo Teddy huje kuingia kwenye mahusiano kabla hajaingia kwenye mahusiano na John? Kitanda. Ni Teddy ni shemeji yangu na pia rafiki yangu John anafahamu kuhusu hilo. Unajua ingelikuwa ni vyema kama ungeniambia ukweli maana si binadamu wote tuna mapungufu. Ndio ningelikusaidia katika hilo. Kitanda. Yule ni shemeji yangu Kitanda. Okay. Kwa vile umesema ni shemeji yako, haina noma. Lakini pia asante kwa kunisikiliza. Naona ni kuache ni uendelee na umapu yako. Okay sawa, haina neno Kitanda. Okay, baadaye pamoja tu. Salum, siku zote napambania amani ya familia yangu irudi kama zamani, lakini kumbe wewe ndiye kikwazo. Ulitembea na mke wangu na mkapata mtoto. Yote hayo ulinificha. Sijui kwa nini wabinti wa siku hizi sijui wakoje, lakini mimi nakumbuka kipindi chetu sisi tulikuwa yani tunakaa kwenye ndoa. Tazama mimi bado nina mume wangu, lakini wenyewe sijui wamekuaje. Mungu, siweza dunia shuka. Kwanza samahani sana ndugu yangu. Sikuweza kukuambia yote hayo. Maana naamini unapenda sana familia yako. Na nakiri kweli nimekosea. Naomba unisamehe. Fanya chochote kile unachokihitaji. Salum, vipi mbona umepiga magoti? Naomba ondoke. Niondoke? Sawa, lakini Salma yupo hospitali. Amebana tena na kifua. Ana hali mbaya sana? Mimi sijui, nahitaji pesa tu. Mbona kwa sasa sina pesa? Wenda nivumilie nitafute afu zeni nitakupatia. Sasa hapa ndio kwa mfuko. Samahani sana. Najua nilikukosea. Sikujua kama unanipenda kiasi hiki. Naomba unisamehe. John, mimi naidi mbele yako. Teddy nitamwacha na pia kuhusu mtoto wangu tamchukua ni mlee mwenyewe. Hata usijali, mtoto nitamlea mwenyewe. Teddy, kama unataka kurudiana na mimi, tukapime afya kwanza. Ukiwa vizuri, tutaishi pamoja. Wewe hospitali ukamchukua mtoto. Kaji hapa. Kaji hapa. Fika hapa muite. Salum, njoo. Wote msalimie. Salum atanyuka atakuja hapa. Mshe, sawa muite. Shem Salum sawa. Shem njoo atakuja. Akija utasogea hapo utaona mazingira kusogea mgongo. Anakuja na shem mnaongea. Kama vile na Salum wamesimama. Kwa amekaa. Amekaa anaongea. Salum wewe rafiki yangu wa muda mrefu.